much. Thank you so much. We need to appreciate our MC, isn't it? Is it not so? Again and again and again. To both of them. And we are grateful. And we want to say that MC, there is not much difference between me and you. Tuna ako wapi? MC wetu. Amepotea? Oh, kwa sababu tunakulianga mdomo. Sidio? Kabisa. So wewe fanya kazi yako vizuri na mimi nifanye yangu vizuri. Tutapatana mbinguni. Of course. Hata mimi sitaki kwenda. Si sahi. But we appreciate what you have done and we are grateful to God. I want us to talk about love that lasts, and I am glad to know ya kwamba tuko na watu wengi wenye wamekuja. Tuliagana kila mtu afike, si ndio? Hata kama we ni single, hata kama we ni single na married, lakini kuna vile nikaa single lakini tu uko hapo. Hata kama wewe ulijaribu kumwambia wako mkuje na hakukuja, no matter what, wewe kaa hapa. This is your place. We are talking about love that lasts, and I want to say my name is Lydia Muthoni Kahiga. I am born again, and I thank the Lord for giving me this chance to serve in Nyari, PCA Nyari Church, Nyari Parish. I am grateful to God for this chance, even for the people who have come to be with us from different places. I am married to Sam Kahiga. Akifika ni sawa, asipofika mimi niko hapo. Nimejijaza. Bwana asifiwe. And I'm grateful to God. We are blessed with children. We have sons. And I say that because of that, I have become a default champion of the boy child. I stand for the, no, sio kwa kutaka, sio design, si apana, ni kujipata. Nilijipata hapo. So nasimamanga na wanaume kama hakuna lingine la kusimama, kwa sababu I wonder what will I do to my what will I do to my 6 young and the 7th one amepata, lakini wale 6 wenye wametoka kwangu nitafanya nini nao nisipowasimamia? So I tell the Lord to help me be able to stand for the boy child, pray for them and tell them when they need to man up. Wakati wanataka kama hapo kwa pesa sana. Wapeane pesa kabisa. Hapo hakuna lingine la kusema. Kama uko na mtu fanya kazi umpatie pesa. Ladies hawatakangi mambo mingi. Wanasemanga tuko complicated lakini hatuko. Ni vile hamjaelewa language. Language yetu ni ni pesa. Hatuko complicated by the way. We are easy. We hatunanga maneno mingi. Hata kama hujui kusema apology, kama wewe ni mtu wa mlima hujui kusema sorry, unajua watu wa mlima hujui kusema sorry. Wewe sema sorry na pesa. Ukitaka kusema sorry, sema sorry na pesa. Mashida zinaisha. We are talking about love that lasts, and there is a scripture in the book of Jeremiah chapter 31 that says, at this time declares the Lord, because we must come from God, and we must talk about love that lasts. If we want to have love, real love that lasts, it must come from God first. Because we must understand, if you do not have to expect, even if you don't have somebody, it is okay. You can start with loving yourself God's way, because that is the most important thing. At that time declares the Lord, I will be the God of all the families of the earth, and they will be my people. That is what the Lord says. The Lord appeared to us and in the past and said, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. I will build you again, and you will be rebuilt. Again, you will take your tabolines and you will dance with joy. Simefurahi hapa na imekuwa sawa. Again, you will plant vineyards and you will enjoy your fruit. In that, there will be a day that the watchman will cry out, come, let us go to Zion, to the Lord our God. Love that lasts. Father, we thank you. We pray that God, as we speak about love that lasts, every one of us here will feel that God in heaven, they are loved by you. In Jesus Christ's name, we pray and give thanks. Amen. I want to talk about L's. L for? Wow, yes, L for love. And 6 L's. And the first one is let God.
We are talking about loving. Si utasahau, sijali hata usiandike. Leo si siku ya kuandika, utasahau. Let God. That is the first thing, is let God love you. Yeah, because many of us, we do not know that sometimes we interfere with the way God wants to love us. By the way, God loves us anyway. But because of our own nature, sometimes we don't allow God to love us. We have issues with ourselves from Timbuktu and back, from where we came from, when the way we are brought up. We have a problem with the way we look. We have a problem with the way our nose is. And there's nothing you can do about your nose, by the way. Please accept it. Vile ilivyo, hivyo ndivyo ilivyo. You have a problem with your mouth. You have a problem with your hair. You even have a problem with your nails. You have a problem with everything. Hata leo kuna mtu amechange nguo mara kama kadhaa. Si ndio? Anasema nakaaje? I want to say, for those who are here, the men, if akikuuliza kama anakaa poa, tafadhali mwambie anakaa poa. Hata kama ufikiria anakaa poa, tu mwambie tu anakaa poa, because it is going to make it easy for you. Mwambie tu anakaa poa, mwende. Hata kama ufikiria anakaa, please, there are some places where your opinion does not matter. By the way, for the men, your opinion, akikuuliza unakaaje, mwambie unakaa tu poa. You are the best. Your opinion, you are ati unataka kusikia vile unataka nisikie ya ukweli ya roho yangu. Anakwambia ni uongo, she cannot handle. She cannot handle your opinion. So don't even talk about it. So the first thing, the first L is let God love you. Sawa sawa. Pahali tu ulipo. You are single, let God love you. You are a young person waiting to get married, at least let God love you. Allow him to love you the way he wants to love you. He died for you anyway, by the way. He has said very well that he loves you with an everlasting love. Even if somebody says you're not good enough, maybe there's somebody who is here, wako na mtu lakini kulikuwa na mzozano kidogo kabla wafike hapa, hakukuja, ukakuja peke yako, wewe jua ya kwamba Mungu anakupenda. Even if you have issues with the person who, hata kuna watu walifika hapa kwa wamevurutana. By the way, kama umekaa na mtu wako, by the way unastahili kuwa umekaa na mtu wako. Kama uko na mtu wako hapa, kaa na mtu wako. Imagine. Hii story ni gani? Yes. Kama uko na mtu wako, kaa na mtu wako. Kwa nini? Yes, it is supposed to be like that. Tafuta mtu wako. Hebu chukua dakika moja utafute mtu wako. Wale hawana tuko tu sawa. Kwani tuna allow God atupende? Kaa na mtu wako. Kuna mambo yenye tutaongea mambo ya mtu wako. Kaa na mtafuta mtu wako. Kama hauko hata mimi sina. Kaa. Kaa na mtu wako. Tafuta mtu wako mpaka umpate. Imagine ukiambiwa uhag mtu wa mwenyewe hapa. Unaambiwa uhag mtu wa mwenyewe. Kama hauna ni sawa. Lakini kama uko na mtu wako, tafuta. Esther, si umesema upewe pesa? Kuja hapa upewe pesa. Esther wakili, uko na mtu wako? Ama uko peke yako kama mimi? Hii story ya mtu umekaa hapo? Ndio kama mtu tunasalimiana. Ni sawa, tuko sawa. Kama hauna si uko tu sawa. Si ulikuja ukijua hauna? By the way, tutajuaje kama hauna? Si ukae pali hauna ndio kama kuna ndio kama kuna mtu mwenye amekaa bila na wewe hauna, si kuna vile? Ama ni aje? Ndio usifikirie mtu wa mwenyewe ako na yuko available. Hapa mko sawa? Mmekaa vizuri? Poa. Tulikuwa tunasema let God love you, si ndio? Hata kama pengine kuna vile mambo haikuwa mazuri, at least let God love you. The everlasting love, ni hivyo, acha kelele mheshi. Esther, umepata pahali? Yes. Chairman anakaa hapo peke yake. Tukiambiwa tuibe namna hii, anaiba namna hii, na Esther anaibia hapa. Si poa. Kama hauna, si ndio? At least na kama uko naye ako nyumbani, tafadhali usikae kama hauna.
Kama uko naye lakini ako nyumbani, tafadhali kaa kama uko naye. Lakini kama hauna ni sawa, tunaanza hapo. Ndio maana tuko hapa. Ama ni aje mayut, si ndio hiyo? Otherwise atungewaita. Kaeni hapo na yes, big up to you, big up. Mko tu sawa. So tunasema let God. Umeshika hiyo ya kwanza. And let God love you. Let God love you the way you are. The everlasting love, we must first start with God. Anytime, any day, you start with God. If you do not allow God to love you, actually you have nothing to offer to other people. I hope you know that. When you do not allow God to love you, you will love others with ukiwa na mambo zingine zenye haziko, because you have vacuums zenye hazijafiliwa. Unatafuta watu wengine wakupende, lakini hawezi kukupenda vile God anaweza kukupenda. So you end up having other expectations which cannot be fulfilled. There are people who are very dissatisfied with their spouses because the expectations they have for them are expectations that can only be fulfilled by God. Kuna mambo yenye wewe uko nayo yenye iko punguani kwa sababu pengine ya vile ulilelewa na hayo mambo, ama vile ulivyo in your character, and all that can only be fulfilled by God. So because God already loves you, muachilie akupende. Sawa? Yeah, let God love you. And also, by the way, let God love your spouse. Sometimes we think we are God's darling ourselves only. And when you are praying, unaomba Mungu Baba, naomba kwamba huyu mwingine mimi hata sijui kama anakufikirianga. By the way, anaweza kuwa God's darling, by the way. Vile unamuonanga kama hapendezi na kama anakustreat vibaya, imagine wakati mwingine God anastand na yeye badala ya wewe. So allow also your spouse apendwe na Mungu. God loves them anyway, vile tu walivyo. They may make mistakes. Please allow God to love them. And also if you have a child, because I know that some people maybe who are here, maybe they do not want hawataki upendo yao kati yao na mtu mwingine, lakini uko na mtoto, please also allow God to love your child. Let God love your child. By the way, before your child became yours, alikuwa wanani? Sometimes we think we love our children better than God. It is not true. Let God love that child. Sometimes the love of God means sometimes that child falling and rising again. Do not smother your child. Do not cover them up all the time. Allow God to be a part of that child's life. Some of the mistakes the children are making is so that they can mature. But when we do not allow them, we do not allow God in their lives, their own way. Mtoto wako anataka kuvaa dread, wacha ataziweka chini. Useme kwangu mimi ni deacon, yule mkubwa mimi ni senior deacon. Usijaribu kufanya wewe ndiye senior deacon, mtoto wako si senior deacon. Tuko pamoja? Mtoto wako haja kufika kuwa senior deacon. Kama anataka kuwa senior deacon, wacha atembee yake. Mimi ni elder, mimi ni mchungaji. Mtoto wako sio mchungaji, wewe ndiye nini? Mchungaji. Allow your child to be loved by God. Let them walk their journey. Let God love that child. Actually, wakati mwingine achilia Mungu atembee safari na huyo mtoto. Hiyo mambo yenye anaona kama wakati mwingine that child is just rebellious. He just want to be delinquent. Anataka inaitwa pushing boundaries. Anazipush ndio ajue pahali unaweza fika. Mwachilie Mungu, wacha aende safari zingine na Mungu. Akisema mimi nataka kutoka nyumbani, hamunipendi, mwachilie kidogo. Ile kugongwa atagongwa, character development atagongwa huko kwa barabara, atarudi kwako. So let God. Sawa. In love that lasts, the first thing is let God. The second L is loosen up. Sawa. Ndio maana MC alisema kama uko umeona mtu amevaa tai, tuliambiwa tuvae bow tie. Tuliambiwa tuvae tai na mwambie tu achilia kidogo. Ndio maana nilimwambia yule mtu ako na mtu wake, mwambie hivyo. Kama uko na mtu wako mwambie achilia kidogo. Let loose. Love that lasts. Let loose. Have fun. Kuna watu wachekangi kwa nyumba zao. Have fun. Nachekanga na huko nje. Ukimpata huko nje ako na mafikio anacheka mpaka anaonekana meno hayako, na pengine hata wife ajui, kuna husband ajui hakuna meno hapo. Lakini huko kwa barabara na huko kwa kazi.
Lakini kwako nyumbani hauna. You should at least love today. Si ndio? Have fun. Si ndio? Have fun. Have some things that you can do together. If you are a mother, you have children, have fun at home. Have some games that you can play. If you are single, at least have go to some we talk about love that lasts. If you are single na uko na mtoto, have fun with that child. At least bond up, because you're talking about family. If you are married, atafuta chenye mnaweza fanya pamoja. There must be some private jokes, Ushaiona watu wanaangalia na hivi wanaanza kucheka ujiga, na wako kwa grupu ya watu wengi, lakini kaujiga, ni kwa sababu kuna kitu wanaambiana nyinyi hamjui. You should have some private jokes, mkiangalia na tu hivi that is part of loosening up. It is not so serious. Ndio wanaona watu kwa ndoa wamegojeka magonjwa zingine hazistahili kuwa wamegojeka, because they have nothing in common. Create something in common. Ndio mpendane, lazima kulikuwa na kitu. Kama haiko sahihi ni kwa sababu you have not practiced it. And that is why it is good to be here. Hata ukienda nyumbani, hata kama uko peke yako na uko na mtu wako uko nyumbani, go and remember the things you na zile majina mlikuwa mnaitana wakati mlikuwa mnatafuta mwingine na mwingine. Jina mlikuwa mnaitana. Siku hizi kwanza watu wa mlima, Gai Mwadhani, have mercy, we, hakuna mtu anaitwa we. Guys, wanaume tuko hapa, usiite mtu we. Ate nyina wadu, what do you mean? Nyina wadu, what is that? Nyina wadu aliko. Si kama ako na wadu, ni watu wako na watoto wako wawili. Si muite ile jina ulikuwa unamuita kama hakuwa na mtu, hakuwa na mtoto. Ulikuwa unamuitaje? Su, Esi. Ulikuwa unamuita, si umuite saa hii kama uko na yeye. Kama huna ni sawa. Kama huna utapata. There are those things that you used to do. Loosen up kidogo. Life is not so that serious. Life is out there is so tough that you need at least one way or another. At least you need to feel nice at home. Home need to be a safe space. You know, for many of us, home is so tough. You are in war, Ati mtu akikwambia hai, mchana unajiuliza ananiambia hai kwa sababu gani? Ni nini? Akose aseme I love you. What do you mean? Ni nini anataka nini? Unataka kama ni a guy anaanza kujiuliza ni makosa gani nilifanya? Kwa nini kuna I love you? I love you ni nini? Hii ni mtego gani? Kwa sababu you don't loosen up. Please loosen up. Have some games that you play together alone. That is part of the love that lasts. Na kama uko na watoto, I've said do it together. Watch a movie together. There must be a movie you can watch together, by the way. Hata kama anapenda nini? Anapenda horror. Kuna mtu anapenda horror. Na wewe sijui unapenda zile za there must be something. Hata kama ni naija oga moja, watch tu oga, mkae hapo, hata kama watch a movie together. Even if kuna watu atakangi wengine wa watch movie kabla hata ijaisha, anasema uone vile atafanya. Kaa hapo na ukae kimya, watch movie together. Anapenda game, anapenda ball, kuja ukae na yeye. Kaa na yeye hapo kwa ball. At least usiulize watu ati ni timu gani. Usimuulize wewe, fuata vile anafanya. Wewe ni wa red ama ni wa green. Don't ask those kind of questions. Wacha, utaona pahali anashangilia. Akishangilia na unashangilia zaidi na hata ujui ni wapi kunaingizwa. Loosen up. Sawa. Enjoy life. Life is have fun. And laugh at your own mistakes. Si ati uwezi fanya makosa kwa nyumba kwa sababu ukifanya kidogo, hiyo story sasa itakuwa ukubuke, wakati tulikuwa na wageni hapa, ulikunywa na kikombe ya mgeni wewe, niliwekea mtu chai na wewe ukakunywa. Your small mistakes should be a source of fun. Yes, for both of you, unakumbuka ile siku kiatu yangu moja ilitokana, mnacheka mpaka bavu zinakauka. Karibu hiyo tao mimi nitembee kama nimeumia mguu na sijaumia mguu, kiatu yangu unakumbuka. Loosen up. Uko na mtu wako sahi? Mwambie kitu tu. Kama uko na mtu wako, mimi sina na ni sawa.
Kama uko na mtu wako tu mwambie kitu, mcheke tu, ujiga. Loosen up. Kama huna ni sawa, utapata. Hata hapa tuko tu sawa. Na ukipata wako you practice. Ni hivyo. And it's also good to say, as part of loosening up is forgiving yourself. Ni hivyo. Ona sasa. Part of loosening up is forgiving yourself. Forgive yourself for the sin. If you have been, probably you have been in a relationship, you have fallen, you have been rejected, somebody left, it is their funeral, by the way. If they decided to leave, it is up to them. It's not, sio wewe uko na shida, by the way. Wewe uko tu sawa. If you are single and you do not have somebody today, maybe you tried, maybe you were in a relationship, it never worked, you have children, or you are in relationships. Unaweza kuwa na relationship kadhaa. Na out of hizo relationship kadhaa hakuna haina mtoto. Kwa hivyo watoto wako watatu hawafanani. Ni sawa tu. Forgive yourself. Sidio? At least uko na watoto. There is something good out of everything. Hata kama upendi, the only thing you got out of that guy is ni kichwa yake. So mtoto wako wako na kichwa ingine, watu wanakuuliza guy, ni wako Part of loosening up is forgiving yourself. You made mistakes, but you are here. Kuna mtu hayuko hapa, si ndio? Haujakufa. Unajua vile depression iko na huku barabara, watu wanajiua kila wakati. Na wewe uko hapa na uko sawa, watu wako depressed. By the way, unaonanga vile watu wanakuanga wabaya kwa online. Imagine depression. Unaonanga vile watu wanaandikanga vitu zenye unashangaa, guy, no modo wa gaima. Ni depression. Watu ni wagonjwa na uko kwa barabara na wewe uko sawa. Umekuja dina, imagine uko tu sawa. Forgive yourself na useme niko sawa. Kama watu wanakwambia, guy, you look 25 na unajua uko na yako 40. Furahia. Sema I look young. Loosen up, enjoy yourself. Sawa. In marriage, forgive each other for God's sake. Hii mambo umebeba. Hii miaka yote umebeba. Umebeba mpaka ile siku ya honeymoon, what was done, what was not done. Kukikasirika kidogo, especially for us ladies. Hebu niangalilie lady mwenye yako na mtu, hata kama hayuko hapa, mwambie tafadhali sahau vitu zingine. Umebeba vitu, umezileta, umevuruta. Uko katika relationship number 3 na unamwambia mtu na hamjaka, usinitreat kama hata hajui kama ni nani. Sasa unafanya mtu hata guy ana shrink, alikuwa anakupeleka out lakini anajiuliza, guy, huyu kama ni nani jameni? Wacha kutreat vile atakutreat. Si kama. Forgive other people. Na wache kubeba baggage. Some people, by the way, it is because you bring baggage into the next relationship. Don't bring baggage into the next relationship. It can be bad, but so what? You can make mistakes. Unaweza pendwa mara 3 ama 4 ama 5. Si ni sawa? Kwa sababu unapendeka. Ndio maana unapendwa mara mob. Wacha kuona kama hiyo ati ama failure because I attract people all the time. It is because you are lovable. Yeah, you look good. Kila mtu akikuona anataka kuuliza, "Hi, how are you?" So na wewe kaa kama uko single. By the way, kama uko single, kaa kama uko single. Wacha kukaa kama uliolewa na Yesu. Yesu ashatuoa sisi wote, by the way. Lakini interfere with our marriages and our relationships. Bwana asifiwe sana. Wacha kukaa kama uliolewa na Yesu. Yesu tu ako juu mbinguni na hawezi kukua hapa ulimwenguni. Unataka mtu, usema unataka mtu. Kama uko sawa, wachana na hiyo story. Kama uko sawa, mwambie hata mchungaji akuombee. Hata kama uko 40 something. Kwani nani amesema huwezi pata mtu? Unaweza, na usisikize watu wengine wako na mabwana zao wanakuambia ati umezeeka. Kama umezeeka, waambie wakupatie wao siku moja tu, one night. Na haitafanyika, si unayajua?
Wakiona kama unakaribia sana, si wanambebaga kama handbag. Ukatothie. Anamshika hivi kwa sababu anafikiria unaenda kumchukua. So we've said forgive yourself. Part of letting loose is forgiving yourself and also forgive other people. If you have been hurt before, let go. Let loose, let go. Achilia tu, mwambie Mungu akusaidie, usamehe. Na kama bado uko na mtu mwenye alikufanyia jambo mbaya, lakini uko kwake, tafadhali find it in yourself to forgive them. Bwana asifiwe sana. Na naongea wale watu wameolewa katika ndoa na wamekasirika. Mimi sijui wamekasirika nini. Uko kwa ndoa and unakaanga umekasirika. I'm speaking to you. Bwana asifiwe ladies, wako kwa ndoa na wamekasirika. Mandani ya gosho. Uko kwa ndoa lakini all the time umekasirika. Please umeamua kukaa na yeye, msamehe. Tuko pamoja? Umeamua kukaa na yeye, fanya nini? Msamehe, kwa sababu kama umsamehe you can walk away. It's okay. There's nothing wrong with just saying hii haifanyi kazi, acha tu niende. Lakini kwa sababu huendi, msamehe. So that you can live and you can be happy. Otherwise you're going to be so wounded in that marriage, you are going to wonder what you will never have fun. So please forgive them. Loosen up. Part of loosening up is forgiving yourself and forgiving others. The other L is live your best life. Love that lasts. Live your best. There is no apology for success. Succeed. Before na usikatae kuishi maisha vizuri ati kwa sababu uko katika ndoa. Usiseme uko na mtoto huwezi rudi shule. Kwa nini usirudi shule? Usiseme uko na mtoto huwezi fanya kazi. If you want to work, go ahead and work. And I want to talk to men another moment. I say, if your wife wants to do something, allow her, please. Let her live her best life. Before the two of you met each other, you were adults. Si ndio? Hakuna mtu aliolewa hapa akiwa 17. Sasa kusema 18 kwa sababu kunawezekana kuna mtu aliolewa akiwa 18. Lakini hakuna mtu aliolewa akiwa 17 kama hana ID. Si ndio? So you had already your own dreams. Live your best life. For the young people, live your best life and enjoy it. Live your best life. Lakini usikae hapo ati ukae hapo unagoja kwanza upate PhD ndio utafute mtu utajipata uko peke yako. Sisemi kwa ubaya. Ukiwa na degree ya kwanza tafuta mtu saa hiyo kabla hawajakuwa tu umeenda sana mpaka una watu wanaogopa. Wewe you know, by the way, let me say to the young men, please do not take a girl home whom you can't feed. Yes. I can hear pressure. Keep back. Pressure. Boy child, oi. So please, for the young men, it happens everywhere. Do not marry a girl whom you can't feed. Do not marry a girl whom you cannot rent a house for. Usimwachilie kama kwako kama a lady. I know hapa watu wapendi lakini ni sawa tu. Mambo ya 50-50 hiyo haiko sawa. Kabisa haiko sawa. A man should lead. A man should lead. If you cannot lead, for the men who are here na wale wanatusikia, those ladies, the way they have been brought up with all the affirmative action, watakukalia kwa kichwa na hakuna kitu utafanya. Watakaa hapa juu and you will do nothing. Now you know, for ladies akinunua kitu haezi kaa kimya. Anakwambia hebu nilete ile gari yangu, leta na akini wewe una drive. Marafiki wake wakikuja anasema Aki unajua ile loan nalipa. Hii nyumba ndio ifike hapo. Na Aki, you are there, seated there, but there is nothing you can do because you allowed her. Please do not, for the men, I tell you, hii ni siri. Tafadhali usiruhusu bibi yako ajenge nyumba halafu ukae huko ndani.
Hapana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. We are talking about live your best life. Sawa. But at least I am speaking to the young people who have not gotten married, not yet. Because wako hapa. If you cannot feed a girl, she is not yours. Achana na yeye aende atafute mtu wake. Enda huko pahali, na ndio maana it's good to get married early before expectations zipande. Because a girl with a master's, if she does not get a man with a master's or doing better, atakuja na rules zake. The Bible says actually in the book of Genesis that a woman always want to rule over the man. It is biblical. In the book of Genesis, the woman will always want to rule. And when she sits in the man's seat, she does not leave. Hata toki, anakalia vizuri na yake hajatoka. Unaelewa? Amekalia yake na amekalia ya mwingine na hatoki. Na habaduki. So the best thing, because I know men are civil, is not to allow her to sit on that seat. Don't allow her to provide for you. And for the ladies who are providing, please make a step back. Atakama if you keep on providing, what he will do is that you are teaching him bad manners. Sorry. What he will do is that he will not. And atatoa fujo. Akwambie si uko na pesa, leta pesa. Na wewe mwambie, by the way, hii time round hakuna. Na pale unatoaga sina. Na ile mkopa unaeteaga sina. Nimekopa yote. Saa hii sina kitu. Hang on to it, because live your best life. That is where we are. At least you owe God that. You owe God that to live your best life. And we are saying that for the men who support your lady to be what she wants to be. But even if you support, there is a place we will talk about responsibility. But even before we do that, just know that you owe God to live your best life. Usiseme hautafanya hivi ama hili kwa sababu unalea. By the way, ni vizuri niseme even for the ladies who are single and even the other ladies, if there is anything that God gave ladies, it is the ability to multitask. So you can be able to do all the things you want to do. Do not say that you will not do this. Kuna watu wanashindanga wakisema, nilitolewa shule, sasa siwezi soma. Usituletee hiyo, by the way. It takes two to tango. Si ndio? Inachukuanga watu wawili. So kama ulitolewa shule, si wewe ulitoka. Kama huku unataka kutoka, si ungetoka. So usiseme ati sasa you are bitter with people because ulitolewa shule haukumaliza. Unaweza maliza saa hii. You can go and live your best life. Make no apologies for success, because God expects you to succeed, by the way. No matter what, whether you are single. And don't say that you owe, because of a man in your life, now you can't do this, now I am left alone, I am not able to take care of my children. By the way, if you're single, you can take care of those children. There is a God in heaven. And God, you don't even have, by the way, to depend on somebody. If somebody does not want to pay child support, please tell God, wewe ndiye mwanaume katika hii boma. And the Lord will stand for you. You don't have to force somebody at umwende sijui wapi. Acrimony. The acrimony, for the single ladies, let me just say this. Don't raise your children in acrimony. If somebody does not want to take care of those children, there is a God in heaven. Before they belong to that man, they belong to God. You can tell God, please God, help me. I will not beg. I do not need to have sex or sleep with somebody's husband so that my children can be ndio wafanye nini? Wakule. Because pole. Lakini ukilala na bwana mwenyewe, kuna mama pahali analia. Amepiga magoti anaomba. Hiyo maombi ni kaa poison kwa hiyo watoto wako. Wewe huoni kwa sababu wewe unaona watoto wanaendelea vizuri. Lakini kuna pahali, God is God of justice. So kuna pahali hiyo kitu itakufikia. So mwambie Mungu nisaidie, I will live my best life. And then it is also good to tell God as a single lady that because I do not have a man, give me 2 hands. For every hand, give me 2. Nikitoka hivi, for whereby somebody who has a husband is working to get to 2,000. Mimi nikitoka mguu hivi, nikitoka nje hivi, pahali mwenye ako na mume anafanya kazi anapata 2,000, mimi napata 4. Yes, because I am depending on you. The Bible says you are the defender of those who do not have husbands. So stand with God. Na umwambie Mungu, kama mimi, wewe ni hakimu aliye, you are a good judge.
wewe ni hakimu aliye na busara. You are a good judge. You are a good judge and a wise God. Please help me. Where I need to work twice as hard, isn't it? So when you go out and you believe in God, we first said let God love you. So that if somebody left you, you need to forgive your story na umwambie Mungu, kwa sababu sasa wewe ndiye uko. Sasa Mungu kuja. If I was earning 2,000 when I was married, now I need to earn 4 or even 5, by the way, so that I can be able to support my children with you. Hallelujah. So live your best life. Yes. And do not be a narcissist. You know, a narcissist, by the way, narcissism is not a character, it's a spirit. Ni vizuri watu waelewe hivi. Sio watu wote wakuangi ati kwa sababu ati huyu ni narcissist. No. It's something that comes upon people and they want to manipulate others and it can get out. So as a lady or as a man, if you see somebody who is behaving badly, manipulating you, it is just a spirit, a demonic thing. Do not be bad ati kwa sababu wewe unataka kuendelea, hutaki mwingine mwenye mko na yeye aendelee, hata yeye ruhusu aendelee. The other L is lower your expectations. Bwana asifiwe sana. Yes, lower your expectations. You are 42. You want a man, lower your expectations. There is no way you are going to say, I want a virgin, mwenye hajai patana na mtu. You are 42. Sina ubaya, by the way, I am sijaokokokwo. You may find a divorcee, you may find a widower, si ndio? And by the way, ukipata mtu wako 56 na hajaipatana na mtu na ni mwanaume, ogopa, kibia. Hapo kuna shida. Amekuwa wapi? Na wewe sasa ati umekuja ati holy wedding, mko hapo mbele ya mchungaji. 52 virgin and 47 virgin. Hey! Bwana asifiwe sana. Sijaokokoko. I am just speaking to my single ladies, because if you lower your expectations, do not have, and even in marriage, lower your expectation. The problem is that you are expecting somebody to do things. And to expect somebody to be a knight in shining armor. From where? He came from, ametoka na Gatodo, si ndio? Kwa hivyo hakuna knight in shining armor. Ama ametoka kwetu Madhira, hata Kiingereza yake haiko sawa. So expect that there's going to be some problems. Hata pengine umepatana Nairobi kama amepata pesa, pengine hajui kuandika vizuri. Lower your expectations, by the way. Bwana asifiwe. Ndio watu waishi. Aki uko na expectations, sijui ati akuletee maua, akuletee chocolate, akuhug, si umeletwa dinner. Wacha na hizo vitu zingine. We're talking about love that lasts. Lower your expectations. The problem is that you have so many expectations. That is why you're having issues. Achilia huyu mzee at least afanye kazi. Kama amekuja amechelewa, wacha kukasirika. Ukipelekwa out, enjoy please. Wacha kuuliza na hapa mlikuja na nani. What does it matter? Si umeletwa? Wewe kula nyama na ukule vizuri. Wacha kuuliza maswali zingine. Ati nani alikuleta Mombasa? Kwani haezi jua Mombasa? Si alijua. Hakuangi haishidangi kwako all the time. Lower your expectations. Ukiona simu imepigwa, ni nani? Nani huyo? Kwa nini ameandikwa S? Kwa nini hana jina? Things can go wrong, by the way. Bwana asifiwe sana. You are going to get sick, and this is marriage, and it is not for 2 days. It is for 56 years together. You will celebrate your jubilee hapa, si ndio? Si mnataka ku celebrate jubilee? Mkiwa 60 years together. How will you celebrate 60 years together? Hata huwezi ruhusu mtu achukue simu, unamsikiza kwa earphone vile anasema.
Bwana asifiwe sana. Tunaongea about love that lasts. You want your love to last? Then lower your expectation. That person is human. Very human. Anaweza katiwa huko kwa barabara na haelewi. By the way, men are usually clueless. Hii story inakuanga, it is true. Snipers wako kwa matatu. Msichana hajalipa fare na hana pesa. Analipiwa, anasema atumiwe pesa kwa sababu hana pesa, anapeana namba. Hapo ndio anajua namba ya mtu. Alafu anapiga, "Hai! Ni yule msichana tulipatana naye kwa matatu. Nilikuwa tu nataka kusema asanti." Of course, asanti inakuwa kitu kingine because huyu msichana analenga. Ako na lengo, And your jamaa is clueless. Asema, ulifika vizuri. Wanasifiwe sana. Ni vizuri ujue ya kwamba kazini kwao kuna mtu anampenda, by the way. Na anajua ako na wife. Bwana asifiwe sana. Yeah, it is good that you understand that. Ya kwamba kuna mtu uko job, anamleteanga kahawa na wewe hueti zitetengeneza kahawa wewe. Na ana ubaya, lakini yeye ni single. Waulize, hawezi sema kwa sababu anafikiria kuna vile utamkazia. Lower your expectations. I'm not saying you allow infidelity and sexual immorality. I am just saying that when you lower your expectations, you will treat your spouse as human. Okay? So that you can live longer and you can have a love that lasts. Okay? Lower your expectation. Wacha kufikiria tu kwa sababu alienda kanisa ametoka 7:30 ametoka pahali baya. Hapana, ilikuwa tu church. Na walikuwa wanaiba, acha walikuwa kwaya, Huyo mama ni kwaya tu. Hakuna kitu kingine yako nayo. Wacha kukaa ufura unamuuliza mlikuwa na nani? Hakuwa na mtu. Akikwambia alikuwa kwaya, alisahau. Sasa ameingia 7:30. Haya, ni muruire. Yeah, she has just come in. Hana ubaya. Alikuwa kwaya. Lower your expectations, Ukiona wakisalimiana na high five na mtu kanisani, wacha kukasirika. Tuko pamoja, men. Ati hai. Ni mtu wake wa kwaya. Wako huko na kwaya, wanaiba kwaya. Na hawananga mambo mingi. Ni kwaya tu. Wakati umemkasirikia, ameenda kwaya, amefurahi, wameiba, voices zimeigiana vizuri. Ako hapa boss na yeye ako soprano, wanaiba vizuri. Ni kwaya na amekuja kwako vizuri. Now stress zimefanya nini? Zimepungua kwa sababu wewe ulimstress, ulimkasirikia asubuhi, ukakataa kunywa chai yake kwa sababu ni Sunday morning. You know men wenye hakuji church. I hope wako hapa. Wenye hakuji church wanakasirikanga asubuhi hapa Sunday. Unaenda wapi mapema? Hatujaamka. So unamkalisha hapo, finally anatoka amekasirika. Akienda kwa kwaya, Kamau, Ana ubaya. It is just that you have made her life difficult. So she goes to the choir, she enjoys herself, she comes home. She is happy. Bwana asifiwe. Lower your expectations. You are human. Everybody is human. There is a reason why happened. And some of the relationship that have happened, ungodly relationship and infidelity, does not start when people have calculated. It starts as something that was innocent. It was just not checked on time. Yeah? For the ladies, you can see a relationship coming from 18. It's, you know that we tell ourselves, nenda kuonera 18. You can see a relationship from 25. Forget 18. You can see it from 25. So ukianza kuiona, because if you ukiuliza utablokiwa, ingia kwa magoti. Anza kukata hizo vitu zote zenye unaona na uanze kumwambia Mungu, nifanye jinsi huyu mume wangu anaweza pendezwa nami.
ndio aache kuona huko kwingine. Bwana asifiwe. Because huko kwingine kuna watu wenye wanaweza mpenda. The men have 3 helpers. Tuko pamoja ladies? Ndio ufikishe hii nyumbani. Men have 3 helpers. The first helper of a man is their mother. Mama yake. And sometimes because you have sons and one day they are going to be married. When your sons get married, tafadhali step back. Ondokea hii familia iendelee. Because a boy and their mother, you can hauwezi watuanisha. So, as a mother of a boy, when that boy gets married, please step back. So that you allow the family that is being created to grow. Sawa sawa. And who can be the one who extract themselves from the love of a mother? The man. Remember, your lady amepata hii familia ishasimama. So hawezi ingilia zile vitu mnafanyanga nyumbani. Lakini you can bring her in. Mama yako akikuita akwambie, anaitwaje huyo mtu wako? Hapana, si babes yako na jina. Anaitwa Mwangi. Mwangi. Tutige na kama utwe kwalia kama umuno. Kama huo kwa wale hawatakuigua. Ate Mwangi. Oka. Unamwambia twende, si ndio? Bebu wako mnamwambia tufanye nini? Twende kwa madhi. As a man, you are the only one who can extract yourself from the love of your mother. Your wife cannot, she has no capacity to get between you and your mother. But you as the son, you can include her in that relationship between you and the mother. Wacheni kwenda kuongea mambo ya kununua shamba na mama yako na wife yako hajui. Yes, wacheni kwenda kuongea mambo hapo kuna kaundo Wacheni kwenda kuongea mambo ya kueducate your brother kama your wife hajui. Include her in it. Na wewe wife ukiambiwa brother anapelekwa shule, wacha kusema asipelekwe shule. Ukioa hii familia hawakai kama nyinyi. Nyinyi ni masongo, hawa watu ndio wanajilea. Itikia vile walivyo na mtembee na hiyo familia. But a wife should be involved. Do not have a conversation with your mother as a man which your wife cannot become part of. Because that you are destroying that family and you are building a family that has no haitaendelea. The family between you and your mother is done. Kwa sababu by the time ulitoka kwake, si ulikuwa umeamua unaenda kuoa. Na hukuoa mom, na huwezi. So yule ulimuoa, that is the next family. So we are talking about men have 3. Helper wa kwanza ni helper wa pili. Okay, no, helper wa kwanza ni Roho Mtakatifu. Hapo ndio tulisema let God, si ndio? Let God. Roho Mtakatifu. A man should, for a man to be able to lead, he needs God. Otherwise he is not going to lead. He is going to lead wrong. Because the Bible says in the same book of Jeremiah, cursed be the man who trusts in man. And you are a man. So if you trust yourself, you will lead your family astray. For you to lead well, you need God. So the first helper is God. The second helper is your mom. Your mom, huyo ndio mlishikana. Men, boys and their mother. So you know that. The third helper is your wife. And that helper is going to be with you for a long, long time. So allow her space. And you as a wife, ukiona mnasubuana na maadhe, please enda ukue rafiki ya mom, mother-in-law. Enda umpelekee, enda tu siku moja enda. Nunua kanguo, si unajua anapenda. Na tengeneza kaunga, enda ukae na yeye. Sasa mkishikana wewe na maadhi na wewe. The two of you are friends. Mwagidage murema. Tuko pamoja? Don't think that your mother-in-law is your enemy. She is a woman you can't fight. How can you fight her? She gave birth to this boy. Akimuita boy, your full husband anakibiaga kama katoto. Kwa sababu that is how tight their bond is. So do not interfere with it. Ukiona mom anakwama kwako, kuwa rafiki yake. Ukiingia kwa kitchen yake jifuge leso. Muoshe vyombo, Muulize madhe unataka tufanye nini tena? Sasa atakuwa rafiki yako. She will be your friend.
And she will tell you all the things about Mwangi. Even ile haujui, atakwambia unajua Mwangi akiwa form 2. Alinisumbua. Aliacha shule. Na unajua Mwangi ulimpata kwa PCMF kama anaiba akinita. Ulimpata na tai, haujui vile alisubua. Sasa umemjua, akileta unamwambia noe mathe ajerire, we form 2 we ule wamugiete we. Sasa unaacha kuongea sana kwa sababu hajui ni gani ingine mliongea na nani? Na mathe. Fanya mathe rafiki yako wewe. So we were lowering your expectation. But there is a fourth helper who is ungodly. Umeshika that 3 helpers. There is a fourth helper. The fourth helper comes when the wife is unable to do their job. And the fourth helper comes as a friend. Anaanza kusaidia. Kwa nini unakaa hivyo? Uko miserable ni nini? Yeye ni sniper. Fourth helper ni mbaya. Ni fislet. Anagoja, anajua simtasubwana, so anamuuliza aya niki nini nikununulia lunch naye Mwangi kukula breakfast kwa sababu ile mateso ilikuwa na shida zilikuwa kwa nyumba, alitoka tu. So you have to do your job as a wife, you have to do your job. For the helper anamtengeneza mpaka tai, anamuuliza ni kwa nini tai yako inakaa vibaya? Analeta kamkono kake hapa, na unajua huyo Mwangi hajapatana na wife kwa muda kwa sababu huko nyumbani mashida ziko mingi. Na anamgusa kiu pole tu. Anamtengeneza tai. Na wewe umekaa hapo ati umekasirika, shidwe pepo. Unasema shidwe pepo? Na kuna fourth helper huko kazini, mwenye anakujanga na 2 flasks za chai, za kahawa. Moja ni yake na moja ni ya Mwangi wako. Na wewe umekaa chini hapo unasema sitaki kusubuliwa. Mtu aingie saa 8 ama akose. Anaingia saa 8 ametoka wapi? Kwa fourth helper wa shaitani. So before you condemn that person amefanya hivi na amefanya vile, jiulize kama kuna pahali wewe umecontribute. Na umwambie Mungu nisaidie. Work so that even if there is a problem, when you stand before God, God will hear you. Ukisimama mwambie Mungu mambo imeenda vibaya, Mungu atakusikia. Lakini kama umeenda vibaya wewe, Mungu atadeal na wewe kwanza. Sawa ladies, do not allow the fourth helper to come in. Na kwa sababu wewe ni mcha Mungu, hiyo ndio ya kukatakata, tunakata, tunafieka, tunamaliza, tunafunga, tunachoma. Hapo ndio sio mtu unakata hizo connections. Sawa? Usisiage mtu wa wenyewe. Hata yeye ni God's favorite pahali. Usisiage mtu wa wenyewe. Tuko kwa hiyo ingine tunasema light each other's candles. Love that last, light each other's candles. Ukiwa wewe umeshaenda pahali, support, in other words, support each other. Yes, support each other. Do not be that you're the only one who is acing it. Na unasema your wife amekaa nyumbani hafanyi chochote, muulize ni nini anataka kufanya. Na uache kusema ati nikimwanzisha biashara ana promotion. Maybe she is having some problems in balancing mahesabu. Sio ndio umsaidie. Badala ya kusema kwamba she does not do anything, huyu hakuna kitu anajua. Light each other's candles. By the way, mourn together. There are some people who have lost parents, others have lost children, but they mourn differently. Kila mtu ako kwa kona yake na mwingine ako kwa kona yake. That's not how to do in marriage. Mourn together. If you lost somebody, mourn together. If your wife lost their mother, ask them, how are you doing? Do not allow them to mourn in their own corner. Ask them how they are doing. If your husband lost their father, they may not talk much, but they are mourning. Walk with them that journey. Akiwa anaenda kwa mashaka, wacha kuachwa nyumbani sijui unako wapi. Wewe tembea na yeye. Being there, mourn. Amepoteza job.
Wacha kumuuliza, utajipanga. Wamepoteza game. Wao ni kama wamepoteza moon with him akiwoye. Watu Arsenal kama wamepoteza game, tafadhali muambie akiwoye pole. Moon with them. Kana hapo mzugukie kinaitwa kidufe. Kana huko ndani wa hiyo dufe mwambie pole. Light each other's candles and also laugh together. Tulikuwa tumesema hapo to laugh together, light each other's candles. We are talking about a love that lasts. And even also for your children, if you are single, also light your children's candles. Then finally, lock your responsibilities. Yani secure your responsibilities. In marriage, let me just say this, that responsibilities are well articulated. They may be gray areas, but they should be well articulated. In one word, a man should provide. In one word, a man should provide leadership, provide money, provide direction, provide. He should lead. A man should lead. So as a man, provide. Tunasemanga 80-20. Hiyo ni pesa. 80-20. Provide 80% of your budget in your home. For the ladies who are not married, if you are providing 80 in the relationship that you are in, wewe ndio unampelekanga mtu out. Hiyo ni hapo ni gote. Wita gote pio. Haitakusaidia na mtasumbuana. Ni zero kabisa. So if you cannot provide 80%, I am sure maybe sometimes you will be between jobs. It does not mean that when you're between jobs, the wife cannot take charge. But she should not take charge forever. It cannot be between job for 5 years. It cannot be between jobs ati kila sasa kutoka sahi. And please ladies, stop paying school fees. Ukilipa school fees utalipa yote. Ukilipa senior grade 10 utalipa grade 10, grade 11 na grade 12. Mtoto wenu hakuingia grade 10, alianza PP0. So akaanza PP0, akakuja PP1, akakuja PP2, si ndio? Si bado mko na huyo mzee? Akaingia junior akasoma, Sasa amemaliza, mzee anasema hana, umemfundisha vibaya. Mwambie hii hata mimi pahali nakopaga kumeshindikana. Nimekwama kabisa hata mimi. Mwanaume atajipanga. Atatoka nje, atatafuta pesa na atalipia mtoto wake shule. Yeah, if he is not able to pay, if he does not pay day one, he will not pay. He will not pay. Why? Because he has already decided, you and us, you have money. You and your money, you are mine. So, wewe na pesa yako yote, muko wangu. So, kama uko na pesa, ni yangu. Na ataitisha kwa fujo, by the way. Usifikiria ataitisha. Hiyo pesa iko kwa kipeti yako, ataitisha. Na ataitisha kwa fujo. Atasema najua uko nayo, toa pesa wewe. Atasema hivyo kwa sababu sasa wewe na pesa yako, si nyinyi ni watu wake. So do not as a man as a lady do not learn to provide. If you provide, you will provide. Ukimnunulia gari ataitumia vibaya. Na hata hiyo loan utalipa na hata fanya kitu chochote nayo kwa sababu pesa yako ataikula kama mua. Ushaiona mua? Takegwa. Ali yake yagagetuaga tondu ni ciake na wewe wake. Bwana asifiwe sana. Yes. So please as a lady stay in your position. Kaa kwako, tuliza. Amechelewa siku 2, wacha. Wewe kaa, wacha gutuma. Ngagarore nako. Ngageria nako horera. Let him do his responsibility. It is provision. As a lady, your work, we have said that the man, if we put it in one word, we have said it is provide. A lady, one word is helper. So that you can help, there was something.
You can never come to help where there is nothing. So if I'm employing a helper in my house, I cannot employ a helper when there is nothing to do. Isn't it? Mostly I will employ a helper because I have a child. If I have no child, I will not employ a helper because sina kitu ya kusaidiwa. So a lady should help. And the greatest help you can give your man is intercede for him. Pray and pray and pray some more. That man, God alijua ya kwamba anaombanga maombi yake ni sentence moja. So yako ni kama 15. So ombea huyo mwanaume kabisa mpaka apanuke. Maombi yake ni ya one. Now even men, by the way, please lead even in prayer. Are we together, men? Hata kama hutaomba sana, abie watoto wakienda shule, simameni hapa. Kwa hivyo unakuwa umekasirika. Simameni hapa tuombe. Ukikosa kukasirika hataona kama uko serious. So wakiwa wamefunga macho, wabia your wife oba. Si umelead. You have led. Yeah. Umewakusanya wamekuja pamoja. Umewaleta hapa, hata watoto wanajua uko serious na mambo ya maombi. Hata kama huwezi omba kubwa, pengine huwezi omba sana. Wewe waambie wakusanyane hapa. Kujeni hapa. Tunaomba, mnaenda shule. Kujeni. Kujeni. Nani huyo ameacha ona huko, kuja hapa. Kujeni hapa tuombe. Wameinama hivyo. Mwambie wewe omba. Ataobesha hiyo yake 15 sentences which are good. Ataobea mpaka gari za kwenda Gatodo, aobea gari ya kwenda Meru, ile inaenda Chuka, ile pali Nithi, ataobea Nithi. Wewe utakumbuka kuobea Nithi, so don't try to pray. Wacha aombe ndio aobee Nithi. Aombe head teacher mwenye alikuwa amegojeka, hata wewe huku unawejua head teacher watoto alikuwa amegojeka, atamuombea. But lead anyway. And I like what the MC said. Kama wewe ndiye unatoa pesa, toa pesa watoto wakiona, especially if they are men. Wacha waone ni wewe unatoanga pesa. We have a problem with the boy child, and one of that is caused by men who are absent. They are in but they are not there. So wewe kama ni wewe uko na pesa, toa pesa kama huyo kijana anaona. Ajue ya kwamba mwanaume ni pesa. Aelewe mapema. And even for the ladies, because if a lady thinks it is the mother who provides, she will want to be in charge in a relationship. And she will bring trouble for the boy who marries, for the young man who marries her. Because anajua kwao mama yake ndiye usema. Even for the single ladies, as you're bringing up your children, ensure there is a father figure. And I know this maybe brings a bit of controversy, but it is so important. Because there is a balance that is needed. There is a father figure. Let there be a man who can be able to stand as a father figure for your children. Mtu unaweza ambia, ongea na Shiro hanisikizi. Ongea na Mwangi. Mwangi amerefuka kukuliko na you are single mother. The best you can do for that Mwangi ni kumwambia, wewe Mwangi. Na Mwangi saa hiyo ame break voice. Ni mrefu kukuliko. Anakuuliza madhi unasema. Na hakuna kitu utafanya. It is as simple as that. Na ukimgonga, unamgonga na ngumi yako ya mama, ya msichana, haina anything, anafanya tu hivi. Hakuna kitu unaweza mfanyia. Ashapata biceps huku kwa sababu ni mwanaume. Hata ukimgonga na mwatoro, there's nothing much you can do to that boy. Anakaa simama tu hivi, unagonga, anaenda zake. Hata kama ni anaonekana mdogo. So please, as ladies, we must understand our place. Much as we are, even if you are single, get a man whom that boy can listen to. Mwenye unaweza mwambia, nitaambia Uncle so and so. It could be your big brother. It could be a man who is responsible in the society. It could be a man who is responsible in the church. Or it could be your own father. Somebody who's that child can listen to. We have a problem because we are bringing up a fatherless generation. If you are a father, be there for your boys. Be there for your children. Be there. Take them to where you work. Kama unapelekanga taxi, akae hapo nyuma. Aone vile unasubuliwangwa na customer.
ajue pesa inatokanga. Kama wewe uko na butchery, wacha ashide kwa nyama, afanane na nyama kila pahali, akuwe na mfupa mpaka kwa nywele akienda nyumbani anatoa ni nini mifupa anuke nyama, asubuliwe na cheje, azunguke huku akitafuta cheje, akose, ajue pesa utafutwa. Because we are having a problem whereby we are bringing up children, sometimes we do not teach them responsibility. Because we were brought up in a very difficult life, almost all of us. So what we do, we are millennials, we are Generation Z, all of us here. So we ispokuwa for the Gen Z wengine, lakini many of us, the millennials, we have a problem because we are brought up with so many problems. Now we think that the best thing is to caution our children, but we over caution them. Please allow that child aondoke, atembee na matatu, aibiwe vitu zake zote, arudi nyumbani mguu, hana fare, hana gari, hana nini, hana simu, afike nyumbani amelia, ameacha kulia, ametulia, amekuwa mwanaume. Bwana asifiwe. So we are saying, locking your responsibility. Tumesema for a man, your greatest thing is to provide. For the lady, your greatest thing is to help. And part of the helping, the greatest part of it is intercession. If you are a single lady, know that you need a man, somebody you can trust for your children. And I am not downplaying your role as a mother, but it is good. I am also a lady. There are things I cannot do. Yeah, there are things I cannot do for my boys. I will just tell, hata mimi kwangu si mchungaji, mimi ni mama wa watoto. Nikiwaambia, wewe, hata kama nikijaribu kuongea na nguvu, hizo vijana zitaniangalia hivi, lakini kuna jambo naambia baba yake, inakuwa imeshafanyika. It is as simple as that. And people should take care of, if you're in a marriage, satisfy each others sexually. Bwana asifiwe sana. We are part of locking our responsibility. Tulikuwa tumemaliza. Nikakumbuka kuna kitu sijasema. Hata nilikuwa nimefunga hii kitu. If you are in a relationship, satisfy one another sexually. Sijui hiyo kukasirika, sijui umekasirika, sijui nini. Kama umekasirika, oga, utapona. Kasongo Mombali nanga. Ukiumwa na kichwa, meza dawa. Ukichoka, freshen up. Oga, ukae. Ujue, na tunasemanga hivi na ni sawa na watu wanasema, I'm not talking bad. Chenye uko nacho, wewe ukitumii kwa vingine. Kuna mwenye alikupenda kwa sababu, hata kama hakukuambia, na hata kama ulimpata kwa kanisa akiiba, akiniita. Kasongo. Alikupenda kwa yenye wewe uko nao, yenye wewe hutumii. So why being mean? What is wrong with you? Ati umekasirika. Kwani unakuwa umekasirika kila wakati? You are angry all the time. Satisfy each other sexually. It is a biblical, actually it is biblical. Paul says, please do not refuse to satisfy each other sexually unless when you are in prayer. Na kama ni maombi ni ya kusikizana. Si ati wewe ukwe maombi peke yako siku 45. Alone. Ati kila wakati dekerema. Kasongo Unafanya nini? Kasongo mbona wewe? Songa libala. Kasongo mbona wewe? Mbona wewe? Mombali nanga. Unafanya nini Kirema wiki? Peke yako huko Kirema. Teremuka haraka sana. Kuna mtu anakugoja hapa. Na wewe ndiye dawa yake. Mashida zingine ladies mko nazo ni kwa sababu ya upungufu. Uko na upungufu na uko na mtu. You know kama hauna mtu ni sawa, Mungu atakusatisfy in other ways. But if you have somebody and you ati naumwa na mgogo, sijui naumwa na nini, sijui miguu ingine haisimami vizuri. All those problems have one medicine.
Yes, it is just sex. Na wewe umekaa hapo umekasirika. Sijui umekasirika nini? Satisfy each other sexually. And for a man, by the way, if a man a man will want sex in the morning, in the evening. Yeah, get used to it. Timu yao ikishindwa, he wants sex. Timu yao ikishinda, he wants sex. Deal ikiingiana, he wants sex. Deal ikikataa, he wants sex. He had a bad day at work, he wants sex. He had a good day at work, he wants more of it. So, get used. It is the way it is. Stop arguing with nature. You're dealing with issues you can't change. You came into this relationship. You came into it. This is it. This is the irreducible minimum. It is as simple as that. This is it. This is the irreducible minimum. This man will want sex. Yes, and he will want it many times. And a man will be out of sex, because he is sick. Mugojwa. He will be out of sex. Number 2, if he is stressed. And number 3, if there is someone else. But before you say there is someone else, check the other 2. Because all ladies think, you don't, haujaangalia, maybe he is stressed, maybe kuna kitu ya hana pesa, kuna auctioneer wanakuja kwa office na wewe hujamuuliza how his life is. So he will be lost, and because he is not made to lose. A man is not made to lose. So if he is losing, he feels that even he cannot satisfy you sexually. So check whether his life is going okay. Yeah, before you say, oh, there is another person. Mimi ni noma si noma. Noma. Ana. Ni noma si noma. Noma moto. Mimi ni si fire. Dawa ya moto ni moto. Dawa ya kasongo ni kufinish. Wacheni kuhara mapema. So, acha tumatie DJ. Lakini, please get to know that if a man is out of sex, you take care of, number 1, is he sick physically? Is he having a disease, a sickness that is affecting him? Number 2, is he stressed beyond what he can handle? If a man is stressed beyond what he can handle, he recoils into his cave. And the only person who can get him out of his cave is his wife. And wewe umekasirika. So, and number 3, if he is not doing anything, it is because mimi ni noma si noma. Noma, ni mtu noma. Noma, munoma sana. anauliza ati singles wako pande gani na hawezi pata. Dawa ya kasongo ni kufinish. Wacheni hawezi pata. Niko hapa macho sana. That is Sam. That is my husband, and we are grateful to God. Simpigie makofi at least. Amefika. mambo bado. Sasa tumetembea hapa Mombasa kuongea na makazini. Ulali. Sasa makazini wakiongea, shida yako ni nini? Siasa bado. Kaika saa hii halali. Ikifika saa 8 amepoteza usingizi. Sasa mnasema hii. Na siku tukianza siasa yenyewe, si mtakimbia. All right. So tumaliza vizuri, So we were finishing and saying that tumeagana for the ladies, what you have, it is not for you, isn't it? It is for the person who married you. That is why they married you. They have no other reason. They have no other business. Hata kama wanasemanga wako na vitu zingine, hizo zingine ni a poor second. Hiyo ndio ya kwanza. Hata akikuona ile siku alikuona, hata kama alikuwa kwa kanisa, was thinking about it. So please don't say ati ameokokoko. Hajaokokoko. That is what he was thinking about. Hata ile siku alikuona. Hata kama ulimtoa kwa akiniita. Hata kama alikuwa ameitwa akaitika, bado alikuona vile. Sawa. So satisfy each other
sexually. We've said a man, mambo matatu. Kama uangalie kama ni mgonjwa, kama akona mambo inamsumbua, before you go to number 3. And hapo ndio ladies who jump. Don't jump to number 3 thinking that he has somebody. It could be true. Remember we talked about helper number 4? Unakumbuka? So it could be true, but before it gets to helper number 4, check whether there are other things that are affecting him. Why would a lady be off sex? Many things. One of the things that a lady will be off sex is something we call social stigma. Ladies wamekaa kanisani, wanafikiri hapo poesha stima, tukae huko ndani ya blanketi, usiogee sana. Social stigma, because ladies were brought up thinking and they were told, kaa vizuri, usifungue mguu, sijui weka mguu vizuri, funga leso, kwa nini uko na nguo fupi? So they were taught, ladies were taught from day one that to be sexually active is a sin. Yes, yet we know boys from day one wanaambiwa usivalishe mtoto suruali. Si unajua vijana wanaambiwa usimvalishe suruali sana, usimfuge sana. So boys were taught it is good to be sexually active, and ladies were taught it is very wrong. If you ask a lady how many people wamekuwa nao, most likely atakudanganya, because she thinks if she says the truth you will walk away. If you ask a man, he will exaggerate, he will say more, because he thinks it is part of being a man to have sexual prowessness. Sawa. Yeah, so for the ladies, why would they be off sex? First is social stigma. Number 2 is because they never get satisfied. Why would a lady not get satisfied sexually? Because the man anakuja hapa sijui Arsenal imeshidwa, so ako na haraka zenye hazieleweki zinaenda wapi, na hakuna pahali ingine unaenda hapo tu. So this lady has been used for 20 years, hajakuwa satisfied sexually. Bwana asifiwe sana. Amen. Tuko pamoja? Take care of that girl. She is your girl. Take time with her. Know what she likes. Walk with her at that journey. Wacha kuruka. Alafu unamwacha kama she is answered, unalala na hajui hata. She was just starting up and you are asleep. Alafu asubuhi unamuuliza, turakinyireko. So walk with your girl and let her start to enjoy sex. As girls get older, they start to enjoy sex more. So for the men, sometimes you find that you're 40-something, 30-something, a lady wants sex more. You're wondering where she came from. It's not si ati amefundishwa na mtu mwingine. She's just finally gotten aware of herself. She is more satisfied with her body, however too it is, and now she's okay. And she's okay. Even she has overcome the social stigma. All right? So why would a girl not want sex social stigma? Tumesema hivyo. The other one is the fact that she does not get satisfied anyway. And maybe also there could be kulikuwa na physical abuse. Sawa. Yeah, so maybe she is afraid. So walk with your girl. Listen. Men should listen more. And listening is not just to what she is saying. It is to what she is not saying. What she is not saying. When she tense up, why is she tensing? Because it means somebody had touched her before. In something that made her feel she wanted. Or maybe yourself. Mungu akusaidie. So finally, it's also good to say that if you are single for any reason, please don't engage in sex. We are Christians, so we need to talk about this. Sometimes people say, ndio tufanye. Ushaisikia watu wakisema hivyo? Unataka tufanye nini? Tuko na haja. Every time sex is sacred. And sex is an altar. Sex is a covenant. So, if you have sex in a marital bed, and the Bible says that a marital bed should be honored. It's a biblical. So, if you have sex
a marital bed is not a physical bed, by the way. So please don't think about your bed. It is anywhere where you choose to be, the two of you. Inaweza kuwa anywhere, wherever you choose to be. But that is your marital bed. So when it is in the marital, it is a sacred thing. It is a covenant. Actually, when people who are in marriage have good sex, they end up being successful together because you are transferring into each other the good vibes. Bwana asifiwe sana. But when people are not in marriage, they have sex. Remember, God is not part of it. So the only thing they can transfer are demons. Yes. More than Yagosho. Yes, because there be a sex act outside marriage. It must have been triggered by a demonic activity, which is lust. Isn't it? You must have looked at each other with lust. Who brought the lust? Satan. So it is a door. Umefungua mlango. By the way, sex is a doorway. You transfer things. It is the most place whereby you can be most vulnerable. It is a doorway that you can't close. You can't pretend. Unajua naweza hug mtu kama simtaki, si ndio? Na mhug nikimsa, hey, salamu zenye, kama vile tunahagiana wakati mwingine watu wa guild. Mwadhani ya gosho. And I mean nothing. So, but sex, you can't pretend. You are in that, you are vulnerable, you are opening doors. Whether you had closed them the whole day, they will be wide open. So if they are wide open and you are having sex with somebody who is not your husband, it is only two things. It can only be fornication or adultery, isn't it? So what will you transfer? Because you're not transferring godliness. God is not even part of it. You can only transfer ungodliness. And that is why before you get married, if you had been involved, I'm talking to the youth now, if you had been involved in another relationship, kabla hujaolewa, enda kwa pahali ya maombi, uombe Mungu utubu. So that kama ulikuwa umeenda Mombasa, ukaokota Hamisi. Ukaenda Kisumu, Modi ako hapo. Ukaenda Tharaka-Nithi, ndio huyo Mtweri. Ukaenda kwetu Nyeri. All those personas, because it was not godly, they are inside you. And the person who comes to marry you will be transferred. That is why unaona mtu akona to demons twigi, to demons. Please, and this is not just to ladies only. It is also to men. If you are a single lady and you get involved, whether it's a married man or not, that is adultery. So you come back to church. Well, actually, God can never get involved with, even if you are filled with the Holy Spirit. If you get, and that is why Satan loves to contaminate the altar. Very many times. Many times people hear pastors wako na issues za sexual immorality. Sindio? Why? Because if the enemy contaminates the altar through sexual immorality, Roho Mtakatifu anatoka tu. There is no way the Holy Spirit can stay in a body that has been contaminated by sexual immorality. So the devil wants to contaminate the pastor like this, so that the whole church becomes contaminated. So if because we are Christians, if you get involved with a man who, when you're not married, hata kama mnaenda kuoana, tafadhali tubu. Reason being, the Holy Spirit cannot stay in you if you have already involved yourself in extramarital sex. So marriage bed should be honored. As a wife, usilete bwanako mavitu umetoa wapi, sijui Hamisi ulienda workshop Mombasa, sijui ukafanya nini. Wewe tubu. Kabla hujatoka Mombasa, mwambie Mungu nioshe. Nioshe nikienda nyumbani. I do not want to take to my husband nonsense. For the people, the young, watu wanarika wako hapa. May the Lord help you. Pahali pote umeenda, mwambie Mungu nisamehe. Now I want, nataka kukaa nikugoje kwa sababu najua utakuja. For the singles who want to be married, wait upon the Lord. By the way, wherever you are, the Lord will come through for you. Sawa sawa. Love that last. Umekumbuka zote? Ya kwanza, let God. Ya pili, loosen up. Forgive yourself and forgive the other person. Laugh together. Private jokes. The other one?
Live your best life. You owe it to God. Be successful. God created you to succeed. And there is no apology. The other one? Lower your expectation. Your spouse is human. They may fall into temptations. When they do, forgive them. Sawa sawa. If you cannot forgive somebody, just leave. Because you're going to have 50, 60 years together. How will you live with a lot of bitterness? Let go the bitterness. Please, ukisitoke hapa na bitterness, lower your expectation. That person is human. They have gone through issues. That is why they are here. They are. I do not condone ungodliness. Lakini ikifanyika, choose to forgive. Lower your expectations. The other one? Light each other's candles. Support each other's things. The things you do, support each other. Pat each other in the back. Mourn together. Laugh together. Have things you do together. Light each other's candles. Support each other. Usiseme bibi yangu hawezi fanya kazi ati ataonekana na watu wengine. Hata akikoa kwako nyumbani ya kule nduma zako na sausage bado ataonekana. Kuna watu wanakuletea vitu, kuna mtu analeta makaa, kuna mwingine wa boda, hata hao watu wanakuja kwako. So kuna mtu wa DSTV, kuna mtu wa internet na wanakujanga. So kama utaki bibi yako aonekane, usimuoe. Ukishamuoa, let her be. Support her and light her candle. Finally, lock your responsibility. For the man, the greatest responsibility is to provide, lead in everything. And for the ladies, the best your is to be a helper, an intercessor. And tumesema finally, satisfy each other sexually. If you are not married, keep off sex because itakuletea mavitu zenye hutaweza kudeal nazo. Itabidi ulete mchungaji akufanya deliverance. May the Lord help you and help us all. God bless you. Have I introduced some? Nime introduce some. Anasema nilikuwa nimeintroduce lakini najua hajasimama, si ndio? This is Sam, my husband. And ati sijamuhag. Madhani Agosho. Mimi sijuangi too much English. But what else do I say? Oh, yeah. I'm being reminded that I'm happy to see all of you, which is true. But I was not given the memo on dressing. You all look very, very Valentine. Muko warebo sana. And may the teachings of today be a blessing to all of us. God bless you. Thank you. Wapi makofi yake tafadhali.